Sanamu ya Baphomet. Katika miaka ya hivi karibuni, kumekuwa na mjadala mkali nchini Marekani kuhusu sanamu inayojulikana kama Baphomet. Sanamu hii inaonekana kuwa ya ajabu na ya kutisha kwa wengi, kwani ina umbo la kiumbe mwenye kichwa cha mbuzi, mabawa na mwili wa kibinadamu. Kwa baadhi ya watu, sanamu hii ni alama ya kishetani, ni kikundi cha Satanic Temple, ni ishara ya uhuru wa dini na uhuru wa kujieleza. Sanamu ya Baphomet ilitengenezwa ili kupinga hatua ya serikali kuruhusu sanamu za kidini kama zile za amri 10 za Mungu kuwekwa katika maeneo ya umma. Kikundi hiki kilihitaji kuwa dini inaruhusiwa kuwakilishwa, basi dini zote zile zisizoeleweka sana zinapaswa kuruhusiwa. Pia kwa msingi huo, waliomba sanamu yao ya Baphomet iwekwe karibu na sanamu ya amri 10 katika majimbo kama ya Arkansas. Hata hivyo, hatua hiyo ilizua hasira kubwa miongoni mwa jamii za kidini, hasa Wakristo. Wengi waliona sanamu hiyo kama tusi kwa imani yao na kama juhudi za kueneza ushetani. Wengi waliona ni ishara ya uhuru wa kujieleza, hata kama hawakukubaliana na ujumbe wake. Mjadala huu unaonyesha changamoto ya kutafuta usawa wa kidini katika jamii zenye mitazamo tofauti. Je, uhuru wa dini unamaanisha kila imani, hata zisizo za kawaida, zinapaswa kuruhusiwa kuwakilisha hadharani? Kwa mara ya kwanza, jina hili lilitajwa karne ya 14 wakati wa uchunguzi dhidi ya Knights Temple, kikundi cha kijeshi cha Kikristo walichoshutumiwa kwa ibada ya kishetani, ingawa ushahidi wa wakati huo haukuwa thabiti. Jina la Baphomet lilibaki uchawi na nguvu za giza. Katika karne ya 19, mchoraji na mtaalamu wa mambo ya fumbo Eliphas Levi alitengeneza picha maarufu ya Baphomet, kiumbe mwenye kichwa cha mbuzi, pembe, mabawa na mwili wenye alama za kiroho. Hii haikuwa sanamu ya shetani moja kwa moja, bali ilitaka kuonyesha uwiano wa ulimwengu, mwanga na giza, mwanaume na mwanamke, maisha na kifo, vyote vikiwa sehemu ya uumbaji. Kwa upande wa The Satanic Temple ya kisasa, wao hawamwabudu shetani kama kiumbe wa kiroho. Badala yake, wanatumia picha kama Baphomet kwa njia ya kisanii na kisiasa ili kupigania haki, uhuru wa dhamira na kutenganisha dini na serikali. Kwao, Baphomet si pepo mbaya, bali ni alama ya uhuru wa kufikiri, kukosoa mamlaka na kupinga unafiki wa kidini. Kuwepo kwa sanamu hii katika maeneo ya umma kumeibua maswali muhimu. Je, uhuru wa dini una mipaka? Je, ni sawa kwa serikali kuruhusu alama za dini fulani na kukataa nyingine? Na ni kwa kiwango gani tunapaswa kuvumilia maoni tofauti, hata kama yanakera? Kwa mataifa yanayodai kuwa uhuru na ya kidemokrasia, changamoto kama hizi huibua mijadala muhimu kuhusu haki, usawa na uvumilivu wa akili. Ulikuwa nami kwenye makala hii fupi niliyoandaliwa na Juliet Innocent na kusoma nami Juliet Innocent. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Hadi wakati mwingine, asante na kwaheri.